إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. Leo tunaondoka na aya ya 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sana illa 50 ama. Tulisoma huko nyuma kwamba zipo aya zinaitwa ayatu al-muwasat, aya za muanasa, aya za maliwazo. Tuliwahi kusoma huko nyuma kama tunakumbuka.
tulisoma zipo aya Mwenyezi Mungu anazileta ni kwa ajili ya kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallama, sawa na aya za kuwaliwaza Waislamu wanaofanya kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulisoma huko nyuma. Sawa, yani kwa kuongezea au kurudia, sisi sote tunapenda unapofanya jambo uone matokeo. Ukifanya jambo uone matokeo mazuri na mafanikio ya jambo lile. Ikiwa haitokei vile, mara nyingi nafsi ya mwanadamu hunyongea na kunyongeka. Sawa, kwa sharti umpate mtu atakaye apologize, kwambia wewe sio wa kwanza kufanya jambo kisha lisiwe kwa kiwango na sura uitakayo. Kuna mwenzio alifanya kama hivyo hakufika pale, hata mimi nilifanya kama hivyo sikufika pale. Sawa, muanasa tulitaja kwenye. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliishi miaka mingapi? 63. Miaka mingapi? 63. Akafanya kazi ya dawa miaka mingapi? 23. Ni muda mfupi sana. Kama mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipenda ile miaka 23 yake ya kazi aone mafanikio. Watu wote wamesema la ilaha illa Allah. Watu wote angependa kuwaona wanamkubali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa kisa cha mitume iliyopita ili kumfanyia muanasa. Sawa, anamrudisha kwenye historia. Historia ina mchango katika maisha ya sasa. Tuliwahi kusema huko nyuma, Qur'ani zimegawika aya zake. Kuna aya za akida, kwa maana ya nini? Tauhidi, aya za itikadi. Na kuna aya za sheria, sawa sawa, na kuna aya za mawaidha ambayo ndani yake huchanganywa na historia. Hivyo ndio vipengele katika aya zilizomo katika Qur'an. Moja ya vipengele vya ayati za katika Qur'ani ni aya zinazokurudisha katika historia. Pia tushasema mwaka huu huko nyuma kidogo kwamba kuna umuhimu wa mtu kujua historia ilivyo, kwa sababu historia ina mchango katika maisha ya sasa. Wanasemaje? Man wa'a tarikhan afadha a'maran ila umrihi. Man wa'a tarikhan afadha a'maran ila umrihi. Mwenye kuhifadhi historia, huyu anaongeza nyumri nyingi katika umri wake. Tumeelewana vizuri? Yani pendelea kujua historia, kwa sababu nawe utakuwa umejiongezea umri wa kimaana. Umri wa hisia hauzidi, ni ile kama miaka 60 40 tu. Lakini kuna umri wa kimaana, ni ule kujaa katika kichwa chako mambo mengi hata ya zama zilizopita, ili yapate kukusaidia hivi sasa. Man wa'a tarikhan afadha a'maran ila umrihi. Mwenye kuhifadhi historia anaongeza umri katika umri wake. Tena a'maran. Ukijua habari za Nabii Allah Adam na wakati wake, manake itakuwa wewe umeishi kipindi kile. Habari za Nuhu na wakati wake, manake itakuwa wewe umeishi zama zile. Habari za Ibrahim
na watu wake, manake wewe utakuwa umeishi zama zile. Habari za Musa na watu wake, manake wewe utakuwa umeishi zama zile. Wakati wa Isa na watu wake umeishi zama zile, na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mambo yake itakuwa wewe umeishi zama zile. Ndipo linapokuja jambo la historia na nafasi yake, lina msingi mkubwa, inaitwa sira. Wapenzi wa Mtume tu wamebadilisha, wameita maulidi. Zipo aya zinazoelezea habari zilizopita. Mungu anamwambia Mtume, nahnu naqussu alaika ahsana alqasasi. Sawa, sisi tunakupa visa vizuri vizuri. Umeelewa? Aya hizo ziko nyingi, tukisoma zitachukulia muda, lakini kuna sehemu alimwambia wazi kabisa, tunakuhadithia habari zilizopita, linuthabbita bihi fuadaka, ili tukufanyaje? Tukithibitishe kifua chako. Linuthabbita bihi fuadaka. Ngoja leo nataka kusema kitu hapo. Hii hapo aya, kwamba kifua cha Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi kilikuwa kina haja ya kuthibitishwa jinsi alivyo. Lakini anaambiwa tunakwambia habari za hawa waliopita hawa, ili wewe upate kuwa strong. Ndio sisi tunaposoma visa vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuwe strong, tunaita sira au somo la tarikh. Wapenzi wa Mtume wakalilahikisha na siku ile ya kuzaliwa kwake, wakaliita maulidi. Lakini siku ya maulidi hakuna kinachofanyika pale zaidi ya kuona historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazaliwa lini, alimzaa nani, ameishi vipi katika utoto wake, ujana wake ulikuwaje, alivyopewa utume ilikuwa namna gani, wake zake wangapi, namna alivyoishi navyo, watoto wake, misiba iliyomkuta, vita alivyopigana, nani alimtokana, aliitwa mwendazimu, akaitwa majununi, akaitwa mchawi. Linuthabbita bihi fuadaka, siku wewe ukiitwa mchawi ile hali si mchawi, siku ukiitwa mwendazimu ile hali si mwendazimu. Kwa hiyo tuna ulazima wa kujua historia ya mitume. Wajibu Muislamu ajue, ahifadhi majina ya mitume 25 iliyokuwepo ndani ya Qur'ani. Asipohifadhi anapata madhambi kila siku. Nimeweka nukta. Mitume 20 imetajwa, nyewe mmehifadhi? Njoo useme hapa. Njoo uyataje hapa, mbe speaker nijue. Kwa mabeti au? Na njoo mbe speaker sasa. Si tuko darasani? Hawa tunawasomesha kule. Kuna sisi hapa tunapenda. Na unafanya hivyo, muwalete watoto wenu kule. تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم داغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Beti kama 5 tu mtu akihifadhi, imekuwa amehifadhi majina ya mitume 25, hana dhambi. Ambao hamjahifadhi majina haya, kuwajua mnapata madhambi.
naenda kidogo dogo. Kama sisi tumechelewa, tuhakikishe watoto wetu tuwafundishe vitu hivi. Ndio kubaki dini, ndio kubaki dini, ibaki hivyo. Leo tunahifadhi majina yote, rais wa awamu ya kwanza fulani, awamu ya pili fulani, awamu ya tatu fulani, awamu ya nne fulani, awamu ya tano fulani, awamu ya sita fulani, ya saba fulani, na mawaziri wao. Kuna mtu hodari wa kutaja nyizara zote za awamu ya kwanza na majina ya mawaziri, na awamu ya pili anajua nyizara zote, nani alikuwa waziri na nani naibu waziri, na alivyovunjwa baraza la waziri mara fulani akaingia fulani fulani fulani. Jua hawa. Tumsalie Mtume Muhammad. Nazungumzia umuhimu wa kujua historia. Hapa tunaenda kwenye historia leo. Anaambiwa Mtume Muhammad msibabaishwe huko, mnaambiwa maneno na nyinyi mnayachukua kifikra juu juu. Ukishaambiwa wewe usitaje historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa sababu inaitwa maulidi, basi ndio shamtupa mtume wako, ushamtupa. Wewe utakuwa umjui, watoto wako hawamjui, utaje wa mtume utakuwa haupo tena. Kwani mlango wa pili una nini? Si wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah, sinatajwa nasabu. Mlango wa tatu kinachotajwa pale kabla ya kuzaliwa kilitokea nini? Mlango wa 4 inatajwa mazazi yake. Mlango wa 5 maisha yake baada ya kuzaliwa mpaka mwisho. Hamna chochote zaidi ya vitu hivyo. Asikongopeni mtu wote. Akajiwekea kamera mbele akaanza kupinga nawe, tunataja historia ya mtume tu. Lete barazanji hapa leo tukusomee. Nakupeni siri, mimi nina kipindi kule kinaitwa historia ya mtume ZBC2. Mnakifuata mkifati? Si wote mnakitizama? Tizameni kitabu nilichoweka mbele pale. Ni barazanji ile. Na wote mnaniambia kipindi kizuri, ni maulidi yale nawasomea pale. Kama alikuwa mjui siri yake. Na kwenda na barazanji ndo naisoma pale. Wakana sallallahu alayhi wasallam barazanji akmala nasi khuluqan wa khalqa. Lakini kuna watu wanawafatafata, muitupe dini yenu. Kwa hiyo man wa'a tarikhan afadha a'maran ila umrihi, mwenye kuhifadhi historia anaongeza umri katika umri wake. Vipi anaongeza umri? Kila kitakachomtokea katika maisha yake yeye atakirudisha katika historia tu. Watu kilivyowatokea walifanya nini? Kwa sababu maisha haya ni yale yale tu, watilkal ayamu nudawiluha baina nasi. Siku hizi tunawazungushia watu, yani yaliyotokea nyuma ndio yanatokea sasa, ndio haya. Fa yaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusau wa yaumun nusaru. Anasema siku inakuwa tuna faida nayo, siku inatuumiza, siku tunafurahi, siku tunahuzunika. Leo umepata mtoto, kesho umefiwa. Leo umepata kazi, kesho kutwa umefukuzwa. Leo mzima, kesho kutwa unaumwa. Na waliopita wote walipita umo, mitume na watu wa kawaida. Imeeleweka vizuri? Vipi utakuwa na umri mrefu? Kwa mfano unajua historia ya Nabii Allah Adam Abul Bashar. Kisha ukaja kujua ni historia ya Nuhu. Tuchukua hii mitume mitano tu inaitwa ulul. Acha yote, mitume imekuja karibu 124,000. Mitume yote 100,000. Sasa chukua hii mitano tu uone utakuwa na umri gani. Kati ya Adam na Nuhu miaka 1000. Karne 10. Muda wakati uliokuwa kati ya Adamu na nani? Na Nuhu. Huyu tutakayemsoma leo hapa. Leo tunataka kusoma wala kad arsalna Nuha
sio mtu wa juzi. Adamu alayhi salam na huyu Nuhu kati yao umepita karne 10, miaka 1000. Na kati ya huyu Nuhu na Ibrahimu karne 10. Karne ngapi? 10. Ngapi hizo? 20. Ibrahimu na Musa karne 7. Miaka mingapi hiyo? Musa na Isa karne 15. Wengine wanasema karne 17. Isa na Muhammad karne 6. Miaka mingapi hiyo? Ukijua historia zao utakuwa na miaka mingapi wewe? Msalimu Mtume Muhammad. Narudia tena. Andika huko unapiga hesabu. Najua mmefunga lakini nataka mtumie akili. 1400 utakuwa na miaka 4300. Narudia tena. Kati ya Nuhu na Adam miaka 1000. Sawa? Nuhu na Ibrahimu miaka 1000. Ibrahimu na Musa miaka 700. Musa na Isa miaka 15, yani karne 15, miaka 1500. Sawa sawa? Kutoka Isa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam karne 6, yani miaka 600. Ukawa unazijua historia zake na ziko humu katika kitabu chako kinaitwa Msaafu. Unakuwa mjanja si wa kawaida. Kila kinachotokea unaambia subiri, nipe muda. Una recall ili tokea wakati wa Adam au wakati wa Musa au wakati wa Isa au unakuja na solution, mambo yanakwenda. Ndio man wa'a tarikhan afadha a'maran ila umri. Mwenye kuhifadhi historia ya kweli anaongeza umri katika nyumri zake. Soma An-Nubuwatu wal Anbiya, kitabu cha Muhammad Ali Swabuni, anakutajia vitu hivi vyote. Au Qisasul Anbiya cha Ibn Jabbar, unapata habari hizi zote. Sawa? Mwenyezi Mungu atujalie. Lakini nataka kujifunga. Ubizi tuliokuwa nao tuupunguze. Tukae tunafanya mambo kwa sababu Mungu ametuletea. Haya, nadhani mmenielewa hapa. Kwa hiyo leo tutasoma habari za Nuhu kidogo, na lengo lake ni kumfanyia muanasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumliwaza kwamba nini miaka 25 bwana. Usichoke, pambana. Pambana. Hayo yanayokukuta wewe Muhammad, ndio yamemkuta Nuhu, na alafu nashuka kwako wewe ustazi, wewe imamu, wewe shehe unaokaa unawalingania watu. Usichoke, rudi katika kisa hichi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sasa, hakika tulimtuma na kumpeleka Nuhu kwa watu wake. Nuhu kwa watu wake. Huyo Nuhu alikuja baada ya miaka mingapi? 1000 tangu kufa nani? Adam. Umeelewa? Tulimpeleka kwa watu wake. Hii dunia jamani ndio ishafika mwisho. Watu wameanza zamani kuishi. Mwenyewe unajishaua. Boni hiya. Wewe mtu umekuja mwisho. Watu washamaliza dunia yao, wenyewe ndio umekuja. Umekuta kwenye bunzi. Mua ushaliwa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake kama tulivyokutuma wewe. Ndio maana yake hicho kipande, kama tulivyokutuma wewe, ingiza. Falabitha fihim, akaishi miongoni mwao akiwalingania, alfasanatin, miaka 1000,
illa 50 ama, isipokuwa miaka 50 tu. Tumeelewana Akaishi miongoni mwao miaka 1000 kasoro 50. Maana yake ameishi miaka mingapi? 950. Wewe umeishi miaka mingapi Muhamedi? 63. Msalimu Mtume Muhammad. Umenielewa vizuri Muhamedi umeishi miaka mingapi? 63. Mwenzio ameishi miaka hiyo 950. Allahu akbar kabira. Msiogope kufanya kazi ya dawa kwa sababu muda mrefu mimi nawalingania hawakubali. Miaka mingapi? Miaka mingapi unawalingania wewe Maribago pale Idirisa mpaka siku alokufukuza? 8 ndio nini? Nenda kidogo kidogo. Mnachoka mapema. Meishi miaka 8 pale. Miaka 8 ndio nini bwana? Tizama chuma hicho. Mursalina naye anapiga kelele hapa. Miaka 950 jamani. Hii miaka 950 mwisho wake fa akhadhahum tufanu, ikaja kuwachukua wao tufani. Tufani ni mafuriko makubwa yenye kuzingira kila sehemu, ndio tufani, yani kitu chenye kutufu, tawafu, yani hakuna pa kukimbilia. Mafuriko yale yanaitwa tufani. Kuna sail, ni mafuriko ambayo kwamba unaweza ukakimbia huku ukaenda kule ukapona, yakija huku Tandale ukaenda Msasani safi, ile inaitwa sail. Umeelewa? Lakini tufani ni mafuriko ambayo hakuna pa kukimbilia, yanazunguka dunia yote. Afrika yapo, Ulaya yapo. Subhanallah. Fa akhadhahum tufanu wa hum dhalimun, na hali ya kuwa wao ni wenye kujidhulumu. Hii miaka 950 ya Nuhu ni miaka ya kazi tu ya da'wa. Miaka ya kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa na miaka mingapi? Miaka 40. Basi Nuhu alipewa utume akiwa na miaka 300. Sawa sawa Shemko ameishi miaka 100, 200. Ulipofika umri wa miaka 300 ndio akaambiwa wewe mtume. Nani mwenye miaka 100 hapa? Sasa unajishaua nini? Akakaa kwenye kazi ya utume miaka 950, na miaka 300 jumla miaka mingapi? 1250. Ikaja tufani. Alivopona akaishi tena miaka 350 akafa. Eti sisi pia watu miaka 40 pia tumalizi, tunaishia njiani. Ndio tunapanga sisi kuna millennium, Gen Z, nini bwana? Una millennium wala una Gen Z? Hivi juzi watu walifurahia kumaliza millennium moja yani miaka 1900 tumemaliza, tumeingia miaka 2000. Nani kaiweka kaka yote? Kuna mtu alikuwepo mwaka 1100 hapa? 1101. Waloanza wa kufika kati, wakati wa kufika nayo mwisho. Wote tulikuwepo hapa. Saa nyingine mtu ndo kazaliwa zamani hapa 1940 hapa, ndo wa zamani tena, hata kusikia sikii hapa.
tunaye tu. 1920 yuko hapa? Hebu nyanyusha mkono juu. Mwaka 1920 kama yupo, mimi nina 10,000 ya bure hapa leo, nimpe. Nisikie ili sije ikaonekana mimi nina ghairi, nishikie. Kama kuna 120 hapa 1920. Tunateremka 1930. Lete langu bwana. Umeona? Lakini tunajisahau. Mimi mkubwaje sasa? Wakati 1920 ukuwepo. Narudia tena, huku tulipo dunia hii ya mlele kama mchele basi ni pepeta. Chamalizika. Mzee 1000 na ngapi? Na 58 55 55 huko. 50 wapo hapa. Wewe Haruni ndevu nyeupe tu. Jamani, nakuja hivyo leo ili tupangane, tukitoka hapa tukafanye kazi ya kutengeneza makaburi yetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio mtume wa mwisho, lakini umri wake ni miaka 63 na watu wake wataishi miaka hiyo tu 63, 65, 70. 80 ndo hamna kitu, figo zishakubali, maini yanalia pwaka, macho hayaoni. Wa 80 akifika 90 yeye ni ukali tu. Akifika miaka 90 ni mkali kweli, ana hikma nyingi, kama gari taa ya oili ishawaka time yote inanoki. Nuhu kabla ya utume kaishi miaka mingapi? 300. Alipopewa utume akaishi miaka 900, anafanya kazi ya da'wa tu, analingania, anaswalisha, anawaambia njoni muabudu Mungu. Miaka 950 watu wakagoma, wakagoma, hawakutaka. Ndani miaka 950 Nuhu kapata watu 86. We mbishi we. Ati mimi mbishi, una ubishi. Wabishi hawa wamelinganiwa miaka 950, waliokubali watu 86 tu. Tena 86 wale, watu 80 ndio watu baki, watu 6 katika familia yake. Watu 6 tu katika familia yake. Watu 80 ndio wengine. Mwisho akachoka. Kama Rabbi inni da'awtu qaumi laylan, Mungu mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana ndani ya miaka 950. Falam yaziduhum du'ai illa, hakukuwazidishia chochote kuwalingania kwangu isipokuwa wamenikimbia. Akasemaje? Na kila nilipowalingania ili upate kuwasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhan, waliziba, hawakunisikiliza. Wakajifunika nguo zao, wa asarru, wakabaki katika madhambi yao, wastakbaru istikbara, wakajifanya wakubwa. Mwisho akakasirika, akasemaje? Rabbi la tadhar ala al-ardhi min al-kafirin dayara. Rabbi la tadhar, Mungu simwache hapa duniani kafiri hata mmoja. Miaka 950 dayaran. Unajua dayaran? Mtu mwenye kupita, mwenye kuduruduru, huko anakwenda huko anarudi. Asipatikane mtu akwenda Kariakoo na kurudi. Au dayaran, asipatikane mkazi wa nyumba hata mmoja. Tena akamwambia Rabbi naka intadharuhum, ukiwaacha hawa yudhillu ibadaka, watawapoteza waja wako wajao. Usiwaache.
maliza wote. Dua ya mtume hiyo. Akamwambia unataka? Ndio hivyo. 950 nimewalingania hawa nisikilizi. Akamwambia basi sawa. Tengeneza jahazi. Tengeneza jahazi. Ile jahazi lenyewe wanakwambia lilikuwa kubwa, kalitengeneza kwa muda wa miaka 40. Anapiga nyundo peke yake kwa miti maalumu ya mkoko. Tengeneza. Wale washenzi wakawa wanapita, sasa mzee vipi? Umekuwa najar. Yaani umeshindwa utume sasa kazi ya kutengeza majahazi sasa. Ambia mtaona. Nalitengeneza hiyo. Watu wabaya. Kama vipi tena? Yamekushinda. Uko pwani tena unatengeza majahazi sasa hivi. Ambia sawa, natengeneza peke yake. Miaka 40. Watu walikuwa wanapokezana kwa yule Nuhu kwenye kumpinga. Kivipi? Mtu leo kazaa mtoto wake akibaleke anamwambia njoo hapa mtaani kuna kizee hicho kinaitwa Nuhu, usikisikilize. Kibaya sana. Na huyu mtoto naye amwambia mtoto wake, na mtoto anamwambia mtoto wake. Kwa hiyo watu wameambukizana kutomsikiliza Nuhu. Ndio maana Nuhu akakasirika, la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina dayara. Nyumba zote hizo wamenikataa zote. Hawa wote wanaokwenda wakirudi wote wamenikataa. Uwa. Ya subhanallah. Mwenyezi Mungu akamwambia tengeza jahazi. Katengeneza. Bwana alishakuwa tayari kubwa. Akamwambia sasa nataka kufanya kazi yangu. Waambie watu wapande hilo jahazi. Anayekutaka na asiyokutaka jahazi hilo apande. Waambie. Na wasiokuwa mtu tembea maporini, majumbani, katika kila kinyama, maana nataka kufanya kazi ya kweli. Sungura chukua jike dume, mbuzi jike dume, ng'ombe jike dume, kondoo jike dume, simba jike dume, mende jike dume, jaza humo. Akaanza kufanya kazi sasa. Umekuwa mfugaji? Kumbe hilo jahazi lenyewe tulikuwa tunajua unafanya, kumbe unatia mifugo. Basi sawa. Watu wabaya bwana. Akajaza vidudu vile vimekaa mle. Kisha nyinyi sasa twendeni. Wameingia mle watu 86 tu. Wote wamedinda. Hawakutaka. Mwenyezi Mungu akaiamrisha mbingu teremsha maji na ardhi bubujisha maji. Mafuriko yao yalikuwa ya ajabu, sio ya mbinguni tu. Chini ardhi ilitoa chemchem, na juu ardhi na mbingu ikamwaga. Hakikubaki kitu, ndo tufani. Waliobaki ni wale tu walioingia mle. Na ndio maana ndo mpaka leo sisi tupo. Vizee vetu viliingia huko. Msalimu Mtume Muhammad. Ingekuwa mzee Bago Kagoma, huyo Bago asili, huyu Bago tusingekuwa naye saizi. Ndio maana Nuhu miongoni mwa majina yake ya vyeo anaitwa Abul Bashari Thani, baba wa binadamu wa pili baada ya nani? Adam alayhi salam. Msalimu Mtume Muhammad. Baba wa binadamu, baba wa pili, baba yetu wa pili. Kile kizazi kilichotoka huko cha Adam kilikufa chote ila hao watu 86. Simeleka. Itimizi ngoma ile ilikuja mpaka huko. Kama mlikuwepo. Ndani kabisa Lushoto huko. Msalimu Mtume Muhammad. Haya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, na hakika tulimpeleka Nuhu kwa watu wake. Falabitha fihim alfa sana, akaishi miongoni mwao miaka 1000. Illa 50 aman, isipokuwa miaka 50 tu. Fa akhadhahum tufanu, ikawachukua wao tufani baada ya kumbishia. Ndio wahum dhalimun, ilhali wao ni wenye kujidhulumu.
fa anjainahu, tukamuokoa yeye Nuhu, wa ashaba safina, na watu wa jahazi, yani na wale jamaa zake walioingia katika jahazi. Waja'alnaha, na tukalifanya jahazi hilo, ayatan, ni dalili, lilalamin, kwa walimwengu wote. Unajua maana yake? Lile jahazi mpaka leo lipo katika eneo linaitwa Al-Judi, mashariki ya Uturuki. Mpaka leo mabaki ya jahazi hili lipo maeneo ya mashariki ya Uturuki. Ni sehemu ambayo imefanya sasa hivi kule ni kama ni sehemu ya utalii, watu wanakwenda la Nuhu, hili la Nuhu, wanapiga picha pale. Lakini ndio lile Mungu anasema hilo, waja'alnaha aya, tumeliacha mpaka leo na litakaa mpaka kiyama. Yani kama unabisha, nenda kalitizame, lipo jahazi moja kubwa sana kama mlima. Walipanda watu na ng'ombe na nini. Sehemu moja inaitwa Al-Judi. Hizo ndio sehemu za kwenda kutembea. Ukimaliza kuangalia simba huku Ngorongoro, nenda kaangalia utalii huu, na utapata dalili kwamba hichi ni kitabu kweli. Mungu sasa, tangu kipindi hicho, kitabu hiki nacho tangu kimeshuka ni miaka mingapi sasa hivi? 1500 manake hii bado. Rudisha mpaka wakati wa Nuhu, limeishi miaka mingapi? Mti gani huo? Waja'alnaha aya. Mwenyezi Mungu atujalie kuyasikiza maneno na kufuata lokuwa mema. Imeeleweka? Maana ya kuleta kisa hichi, waalaikum salam, narudia tena, ili wewe unaofanya kazi ya da'wa kuwalingania watu usichoke kwa sababu ya miaka 2 au 3 au 4, miaka 3 tu. Sasa mimi basi bwana, watu wanisikilize. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karibu na kufa alisema, balighu anni walau aya, nifikishieni mimi basi kwa watu wangu walau japo aya moja tu, msiache kukaa hivi, balighu anni walau aya. Ndio wengine sisi tunakalia viti hivi, tunafanya taklifu ya Mtume Muhammad, balighu anni, nifikishieni mimi kutoka kwangu kwa watu wangu walau aya, japo aya moja. Ndio tunasoma sengine aya moja tunaieleza ili kuendeleza utamaduni huu hapa. Mwenyezi Mungu atujalie tuisikie. Tumeelewa na? Sallallahu. Na hapa tukisoma kisa kama hichi tunafanyia kitu kinaitwa mukabala. Sawa? Mitume iliyopita hii mingi ilikuwa mikali, walikuwa wakali sana. Adam tumeona habari zake, Ibrahim walikuwa mkali, Musa ndo usiseme, Nabii Allah Musa alikuwa mkali sana. Nuhu huyo tumemwona hapo, kasema mwisho ua shachoka mimi. Ndio ingekuwa huko kipindi cha Nuhu, ingekuwa ingekumbana naye. Musa alisema, rabbi innaka ataita firauna wa malahu zunatan wa amwala rabbana liyudhillu an sabilika rabbana tmis ala qulubihim. Ndio rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yarau falam wasiyamini hata yarau al'adhab al'alim. Mungu Musa pia alisema hivyo, rabbana tmis ala, wanyang'anye wapoke mali zao, washdud ala qulubihim, watie maradhi, fala yu'minu, wasiyamini hawa hata yarau al'adhab al'alim, mpaka waonje adhabu tena al-alim. Musa anamwaombea watu wake, ndio ikaja ile wakafa pale Bu Said, Firauni na watu wake wote. Dua ya nani? Yes. Soma habari za Saleh
na wale watu wangamia, aliwatumbukiza tu. Isa ndo alifanya ujanja, wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innama antal ghafurur rahim. Ukiwaadhibu watu wako, ukiwaacha mwenyewe unapenda kusamehe, lakini naye kishachoka, kachoka mpaka anafikia hivyo, anataja adhabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuomba adhabu. Mtume Allahumma salli wa sallim alayhi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuomba adhabu kwa waliomuamini na waliomkataa. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Safwan. Huyu hakuwahi kusilimu, lakini aliwahi kumfanyia wema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni wema gani? Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyofungiwa katika Shi'bi Abi Talib, tulisema juzi, kwa muda wa miaka mingapi? 3. Mtume na watu wake walikosa chakula mpaka wakala mawe na matope na majani na mizizi, tulisema Mtu mmoja alikaa akasema haiwezekani. Al-Buhturi yule anaitwa, haiwezekani, wale wenzetu. Akawaita wenziwe, tuwafungulieni watakufa. Wakatoka, wakafunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaibakisha ile katika nafsi yake. Wakati vinakuja vita vya Badri, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu wake, jamani, mnakwenda huko mtamkuta fulani, na kuombeni msimuue. Yoyote atakayemkuta Al-Buhturi asimuue. Kweli kweli kweli. Vitani shekhe Saidna Umar kakutana naye, anasema zaidi ya mara 3. Anataka kumtia panga, anakumbuka ile. Mtume kasema msimuue. Akamba wewe sio. Sijui mnanielewa. Kaa pembeni bwana, mtaniharibia mimi. Mtume kaniambia nisikuue. Yule bwana bwege anakwenda huko, anazunguka zunguka, anatokea tena. Bwana, vipi unataka kutuharibia bwana? Mtume kasasa tusikutie chochote, ondoka bwana. Huyu alikuwa mjinga. Anaambia mimi kama mtaki kuniua. Yule rafiki yangu naye alikuwa na rafiki yake mshikaji wake kweli kweli. Akaambia yule sisi wetu, lakini wewe tumeambiwa. Alijimaliza mwenyewe yule, kwa kuona aibu kwamba yeye hakuuliwa, mwenziwe afaje. Na kwa nini naleta kisa hichi? Hanani na ukweli wa ma arsalnaka illa. Huyu mtu kaja vitani kwa lengo la kumuua, lakini kwa sababu waliwahi kufanya, akama msimuue, mwache. Nao visa vya watu wao kama 10 na kitu. Wewe mbona ukiguswa kidogo mimi nitamfunga yule? Anijui. Hiyo lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inakupitia wapi wewe mwenzangu? Inakupitia wapi? Si mnanielewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokimbilia Taif alifanywaje? Ndo alikosa afadhali kabisa, alipigwa mawe. Historia inasema mpaka viatu vyake vilijaa damu, chaka chaka. Akafika pahala akakuta kijabali hivi, akajificha. Akaambia Mwenyezi Mungu, unaniachia nani mimi? Mbona hivi? Wewe ndio ulonituma hii kazi. Unaniachia nani? Akasema maneno mengi. Unaniachia maadui wansokomeze mijicho, mijiwe. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma malakul jibal, nendeni mkamsikize Muhammad,
na chochote anachotaka yeye, kun fayakun, fanyeni. Wale malaika wamekuja na milima wameibeba, wanaambia Muhammad, yeye sema tuwafanyeje hawa mbwa hawa? Akaambia wekeni kwanza, wekeni hiyo mizigo yenu chini kwanza, wekeni. Tuweke nini? Mungu atuambia tukusikilize, si mnisikilize mimi nataka kuongea naye Mwenyezi Mungu. Akamuelekea Mungu amba, Rabbi ighfir li qaumi, ighfir, Mwenyezi Mungu wasamehe watu wangu hao, fa innahum la ya'lamun, hawajui wanachokifanya, wasamehe. Ushapigwa na silaha zipo, tena sio kama hizi za Marekani na Irani, silaha za malaika. Sikakwambeni mnisikilize, mimi nataka kuongea naye. Hawa ikiwa hawanijui, basi mimi nataraji katika migongo yao watatokea watu watakaenielewa na watakuabudu. Angekubali siku ile, sisi pia wote tusingekuja leo. Nini unasoma? Achilia mbali huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anaangalia vision, wakati ujao. Anatuokoa sisi pale. Hawa hawanijui, waache, lakini watazaa watu hawa. Hao watu watanijua, ndio sisi. Vision, anaangalia uko. Angekubali siku ile, nakwambieni asingepatikana hapa Mchaga, Mpare, Mdigo, Msegeju, Manyema, Mrangi, wena Mnyamwezi, msingekuwepo wa Manyema. Lakini kaangalia, saa ya Rabb, wasamehe hawa. Inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu. Mimi natarajia Mwenyezi Mungu atatoa katika migongo yao watu wenye kumjua na kumwabudu. Basi ondokeni na milimani, nishaongea na Mungu. Jibril alikuwa pembeni hivi, anasikiliza ile. Akamshika mkono, akamwambia, laqad sadaka man sammaka raufar rahima. Amesema laqad sadaka man sammaka raufar rahima. Wallahi leo nimeamini. Amesema kweli yule aliyokuita katika Qur'ani yake, wewe ni Rauf, wewe ni Rahim. Mimi ningekupo mimi hapa singeweza. Ni historia hiyo tunasoma, ndio maulidi ya. Sasa mimi ningekuwepo singeweza. Akamwambia, mimi ile siku ya Firauni ile, leo nakupa siri, mimi ndio limtia tope katika mdomo wake asitamke shahada. Ushaelewa vizuri? Yani lilivyotokea ile Firauni kuingia na farasi wake na watu wavoingia, Mwenyezi Mungu akaacha ile bahari iwafaje. Jibril aliruka na Firauni moja kwa moja, akaenda naye chini kwenye tope, deep sea. Kwa shenzi hapa tunamalizana. Wewe ujiite Mungu alafu mimi kuache. Kaenda naye chini, akachukua tope jeusi la deep sea akamjaza. Ndio maana hakuweza kutamka shahada yule. Kaisha amedea twenzetu mwanangu. Laqad sadaka man sammaka raufa. Ndio akatoka Mwenyezi Mungu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina. Msalini Mtume Muhammad. Hakuna mtu anaweza, uwezi. Maana unaanza mimi nini? Akatuagiza afdhalul fadhail, yeye Mtume afdhalul, bora katika mambo mema, antasila man qata'ak, ni kumuunga aliyokukata. Yule ambaye amekukata katika jamii huko, we muunge. Antasila wa tu'tiya man haramaka, bora katika mambo bora kumpa aliyekunyima. Watasfah amman zalamaka,
na kumsamehe aliyokudhulumu. Msalim Mtume Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hiyo ndio bia ya Waislamu. Leo anatokea mpumbavu mmoja tukeshashiba maharage ya bure, anakuambia Uislamu ni dini ya hapo. Mtume wetu ndo huyo, maelekezo yake ndo hayo, hana dua mbaya. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababan wala la'anan wala fahashan, wa kana yaqulu inda al-ma'taba ma li sahibikum tariba jabinuhu. Imam Anas bin Malik anasema, mimi nimeishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakwambia hakuwa sababan, hakuwa cha matusi, hakuwa akitukana watu, wala fahashan, wala hakuwa ni mwenye mambo ya fuhsh, machafu, wala la'anan, wala hakuwa mwenye kulaani watu. Umemwona mtu tu anapiga gita, la'natullah alayhi, Mtume hakuwa hivyo. Katokea mtu tukavaa cheni, la'natullah alayhi, Mtume hakuwa hivyo. Katokea mtu kavaa msalaba, la'natullah alayhi, Mtume hakuwa hivyo. Mfate kwa maneno mazuri. Wewe mtoto wa Kiislamu, msalaba vipi bwana? Unamueleza. Mnanisikia hivyo? Ndio Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa hivyo. Unamtenga mtu kabisa kwa sababu kasokota nywele. Hata mashekhe wenu waliopita huko hawakuwa hivyo. Waliwakubali watu na rasta zao na mizunga yao. Na mzunga unajua? Govi. Ngambia njoo nalo tu, njoo nalo. Toa dawa, atalijua lile vipi, ataenda kulikata. Sijui mnanielewa? Mzunga inaitwa kifuji, kirangi, kifuji, kwa sababu kile kinini mbele. Salim Mtume Muhammad. Leo dawa inakuwa ngumu kwa sababu wale watu wa dawa wenyewe wakali. Wa nini? Juzi nimekuambieni hapa, Musa alayhi salam na ndugu yake Harun wanaambia waende kwa Firauni aliyojiita Mungu. Firauni kajitaje? Ana rabbukumul a'la. Hiyo tena sio mwisho wa matatizo. Rabbukumul, mimi ndo bwana wenu al-a'la, wa juu, mtukufu kabisa. Huyo Mungu wenu vile anababaisha. Ana rabbukumul a'la. Musa anaambiwa idhhaba ila Firaun. Nendeni kwa Firaun, amepotea. Wa qula lahu qawlan layyina, kama bini maneno laini kabisa. La'allahu yatadhakkar, au nendeni kwa bini maneno laini. Mtu kajiita Mungu, Mungu sasa huyu mtu aliyojiita Mungu na alovaa msalaba, nani mbaya? Na wauliza, ukali mnaupata wapi? Ongea naye qawlan layyina, huku unacheka. Kinachotakiwa ni nguvu ya hoja. Mpe dalili za wazi, sio makasiriko. Haitakiwi makasiriko katika kazi ya dawa. Fanya huku unacheka. Huku anakuja yule Ka'b bin Zuhair, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mkimuona popote mfanyeje? Mumuulie mbali. Yule akapita mpaka akafika kwa Mtume, kavaa mtandio, akamuimbia vya kumwambia. Mwisho akajitambulisha, mimi ndio yule uliyosema niuliwe. Allahumma salli sallim alayhi. Asante bwana, Mwenyezi Mungu akuwekee hii. Mje. Tumeelewana? Aliendelea kumuua yule. Alimbadilishia kazi tu. Samehe kingi. Ndio kazi inavyokuwa hiyo. Sawa? Tena wafate wale wabovu unaoona wewe, wabaya, nenda kawafate, warudishe taratibu. Mtu akishaingia msikitini kama hivi, huyo achana naye, kisha kuja msikitini. Kuna yule ambaye wewe uko hapa sasa hivi, hajui wewe unafanya nini huyo. Unasikia mahoni hayo, magari hayo. Lini wataingia hapa?
kuwa na huruma nao. Ubinafsi ni kujiona wewe ushaongoka, asiyokuwa wewe hana maana. Huo ndio ubinafsi mkubwa. Namaliza. Mtume Muhammad sallallahu lilipitishwa jeneza siku moja mbele yake. Jeneza limepita. Akawaambia simameni. Wakati wanasimama, darweshi mmoja wa kisahaba akamwambia, ya Rasulullah, innaha janazatu yahudi. Lile ni jeneza la mtu Myahudi. Myahudi kabisa. Mtume, usisimame. Mtume kamwambia sallallahu alaihi wasallam, simameni kulisimamia jeneza. Kaambia lile ni jeneza la Myahudi bwana. Alikuwa yuko sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, alaisat nafsa, kwani sio mtu? Kwani sio roho? Simama kwa kuheshimu binadamu tu. Habari ya imani yake na itikadi yake mwachie mwenyewe, lakini yule ni mtu. Simama kusimamia mwili wa mwanadamu mwenzio. Haya ndio anatakiwa watu wanajisema wao ndio wenye haki za kibinadamu. Wasome hadithi hizi alafu wasiteremshe chini. Leo wanaua watu huko kama paka, kama mende. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia hili sio jeneza la mtu Muislamu. Akamwambia fikra hiyo sio sawa sawa. Simamia ubinadamu, human right, human being. Yule mtu ni mtu. Habari ya la ilaha illa Allah mwachie nani? Akasimama. Na baada ya kusimama alilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema mpaka mchanga uliokuwa chini ya miguu yake uliloa machozi. Sallallahu alaihi wasallam. Wakamuuliza, unamlilia? Akasema naam. Nafsun qad aflatat minni, ni nafsi ile imeniponyoka. Nilikuwepo wapi mpaka amekufa ilhali ni Myahudi? Uchungu. Wewe leo au fulani leo anafurahia mtu afe na ukafiri wake, afe na umalaya wake, afe na wizi wake. Alaisat nafsa. Malaya huyo, mlevi, mfate, pambana mpaka asilewe. Yani yaingie mtu msikitini aliyokuwa analewa zamani, sasa hivi alewi tena kwa kukusikia wewe. Wewe ndio utakuwa umemuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Smelana. Nafsun qad aflatat min. Huyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika masahaba aliwahi kumuua mtu vitani. Baada ya kuwa yule mtu anaona sasa mimi nauliwa na huyu Muislamu, akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada. Akamwambia wewe usinilete ujinga wewe. Wewe ulikuwa unataka kuniua mimi, unaona nishakutaiti. Akamuua yeye. Naita shahada za uongo hapo. Si mnanielewa? Lakini maswahaba hawakuwa wanaficha. Tukio lile akaja kulihadithia mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, leo mimi huko nimefanya kituko. Kuna mtu alikuwa ananivizia na mimi namvizia. Lakini akaingia kwenye 18 zangu, nataka kumchinja, eti katoa shahada. Akamwambia ukafanyaje? Sasa nikamalizana naye mimi. Akamwambia umemuua, wapi utaenda kuiweka la ilaha illa Allah yake? Mimi najua ya uongo. Akamwambia hal shakakta qalbahu, uliupasua moyo wake ukaona ni ya uongo au sio uongo? Mwacheni Mungu sallallahu. Mwachieni Mungu na nyoyo za watu, nyie chezeni na dhahiri zao. Mnanielewa ndugu zangu tuliokuwepo hapa? Tunaelewana? Moyo wa mtu mwachie Mungu. Wewe dili na body structure yake. Kavaa nini mwenzako, kasema nini, twende. Hivi ndio alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kusema hiyo, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasa. Mwenzenu aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifanyia kazi, ndio akaishi maisha hayo nayokuambieni. Na sisi Mungu akujalie twende tukaifanyie. Rabbana fa'na bima 'allamtana
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما آل الكتر أنثى وذكر رب وافقنا ووافقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأكلا أتقيا علما نهل بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرنا من رضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وأغفر سر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر آلما سري وآفا مستجيب الداعي ربي فهمنا علوما برسول الله وحلل عنا الموت